La kwanza, viongozi wenye dhamana. Mamlaka zinazohusika ziendelee kulaani mauaji yaliyofanyika na kukiri ukweli kuwa hawa waliouawa ni ndugu zetu. Jitihada za makusudi zifanyike ili haki na ukweli itawale tena katika taifa letu. Mwenyezi Mungu anatoa onyo kali kwa watawala wasiotenda haki. Wafalme wakitenda yasiyo haki ni chukizo, maana kiti cha enzi huthibitika kwa haki. Mithali sura ya 16 mstari wa 12. Mwanzo wa uponyaji wa taifa letu unahitaji kukubali na kukiri makosa. Namba 2, kuwajibika. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wote waliohusika na mauaji wawajibiki au kuwajibishwa na mamlaka zao za uteuzi. Hasira ya wananchi ipo katika kuona hakuna anayewajibika kwa matendo maovu waliofanyiwa raia. Bwana Yesu anatufundisha, nayo hiyo kweli itawale uhuru. Yohana sura ya 8 mstari wa 32. Namba 3, uchunguzi. Kwa kuwa jambo hili limesababisha maafa, tunashauri ufanyike uchunguzi utakaowashirikisha wadau wa ndani na nje. Wadau tunaowapendekeza watoke kwenye tume huru isiyofungamana na upande wowote, kama jumuiya na taasisi za kimataifa, taasisi za dini, asasi za kiraia na wataalamu wa haki na mambo ya kidemokrasia. Na serikali yetu iwe tayari kupokea na kufanyia kazi ripoti watakayotoa. Hii inaweza kuwa moja hatua muhimu ya kuponya taifa letu. Namba 4, maisha ya uadilifu na uwazi ya viongozi. Tunahimiza viongozi wenye dhamana ya kutuongoza waishi maisha ya uadilifu, uwazi, ukweli na uwajibikaji ili kujenga misingi ya kuaminiana. Namba 5, waliokamatwa. Wale wote waliokamatwa kwa hila kabla, wakati wa uchaguzi, hata baada, na kuwekwa mahabusu au pasipojulikana